Je, uko tayari kwenda kule ambako hutaki kwenda ili mradi ni Mungu amekutuma? Je, uko tayari kwenda kuongea na watu ambao huwapendi? Je, uko tayari kuvunja bridges za ukabila, bridges za matabaka, bridges za chuki? Uko tayari kwenda kule ambako Mungu amekutuma? Yona akiwa amesimama kwenye bandari ya Yafa, anajua mapenzi ya Mungu aende Ninawi. Yeye hayuko tayari kwenda Ninawi, anachagua kwenda Tarshish. Yona analipia tiketi, Mungu amekaa kimya. Yona anapakia mizigo yake kwenye boti au melikebu ya kwenda Tarshish, Mungu amekaa kimya. Yona anaingia ndani ya meli na anakaa comfortably, Mungu amekaa kimya. Yona anaanza safari kutoka Yafa kuelekea Tarshish, Mungu amekaa kimya. Labda nikupe onyo mapema kabisa, ukimya wa Mungu katikati ya maovu yako haimaanishi ya kwamba anakubaliana na wewe. Nilidhani mtaipata hiyo, hamjaipata. Tupo watu ambao tumeishi mwaka wa 2020 maisha ya uchafu, uovu na dhambi, lakini kwa kuwa Mungu amekaa kimya, tumeanza kushawishika ya kwamba labda ameanza kukubaliana na sisi. Bado yupo mtu ambaye kwa mwaka wote wa 2020 Mungu amembariki na kipato, lakini kwa mwaka wote wa 2020 hajarudisha zaka, hajatoa sadaka, na kwa kuwa bado ana kazi, chakula kiko mezani, mavazi yako kwenye mwili wake, dari juu ya paa kichwa chake, anadhani ya kwamba Mungu anakubaliana na mtindo wake wa maisha. Yupo mwanandoa hapa ndani hapa, na ndio nakwambia, nikiwa nahubiri usiangalie chini sana, wanaweza wakadhani ni wewe. Kwa hiyo wewe kaza macho unitazame, hata kama yanakuhusu. Yupo mwanandoa hapa, kwa mwaka wote wa 2020 amechepuka na kuchepuka. Wewe mama, kaza macho umtizame mchungaji, utajibu maswali magumu kielekea nyumbani. Amechepuka na kuchepuka we, na kwa sababu Mungu ameendelea kumuhifadhi na kumstiri na kumlindia heshima, ameanza kuamini ya kwamba Mungu ameanza kukubaliana naye katika mtindo wa maisha yake. Ukimya wa Mungu katika maisha yako ya uovu na dhambi haimaanishi ya kwamba Mungu anakubaliana na wewe. Mungu anachofanya ni nini? Anakupatia muda ujirudi na ufikie toba. Kwa nini usiseme amina?